Welcome to this YouTube channel. My name is Martin Dean, and of course, guys, I'm here with Kenya Market Solution. We are talking about KMS, and of course, guys, tuko hapa kwa the Dolly family. You guys, you remember the last time I did an interview with Dolly family? It was that time when I went to their house, the previous house. We did an interview, a very nice interview. Muka follow up, and you guys really responded well. And immediately after leaving that particular house, the coming few days, those guys were out of that house. And we can talk of God, right? So currently I've just visited their house, hapa place flani hapa, and we want to know how these guys decided to move out, what really influenced their departure from the other side. Now tumefika hapa kwa nyumba yao, and I'm so happy because God is doing some amazing things. Anataka tupige nao story kidogo. Queen, tulia. Oh, imetoka. Sawa, tulia. Oh, hapa. Mama, pelekea mama. Sawa. So guys, poleni sana for this. We are just going to have a conversation with them kidogo, tupige story, watuambie 1 2 3 alafu from there tumalize. So Baba Queen. Ni aje? So unajua tumefanya video, tumefanya intro kwa jikoni. Sijue mimi majira yetu tunafanya content. Ni aje? Mama Queen. Uko aje? Niko poa. Queen leo ameanza kutangaza kwa video. Anachangamuka. Ako fiti. Kabisa. Zile mastori za ameboeka nini. Watu simko mnaona badala kwa mboeka. But sasa yako sawa. Hebu salimia watu. Mwambie mko aje. Hi guys, we are the Dolly's family. Hi my people. Mimi Mrs. Dolly hapa. Mrs. Dolly. Unaendeleaje? Tunaendelea poa. So as you see, God ametenda ile kitu. Mungu amefanya. Tumechange environment. Unaona hata Queen anabambika, kuna anazunguka kwa nyumba. Ni kama kwa calligraph. Ni kama mnabishana na calligraph. Yeah. Ni kama anaona ni kama ni mall. Anaona ni kama ni mall. Kapo. Anyway, hebu tuambie hii environment ikoje kulinganisha na yenye ilikuwa last time? We thank God. Tunashukuru tena sana. Yani ni kitu moja, yani kwa life yetu tumefurahia sana. Hatujaika place kama hii, tuko na choo yetu, tuko na balcony yetu, tuko na bedroom yetu, tuko na sitting room yetu. So ni kitu ingine God ametenda, na tunashukuru tena sana. Yeah. Mama Queen. Sema kitu. Na feel aje? Mimi nasikia vizuri. Hadi unaanza kuna glow mbaya. Hadi laza kuglow. Una glow. Wewe amekwambia kweli una glow. Hajaniambia ako na wivu. Kuna wivu. Nilimwambia Okay, watu na glow yuko sawa. Mimi nimefurahi tena sana. Manze ni Mungu. Hata mimi ukachini na angalia hivi na shangaa, ni mimi kweli ama ni mtu mwingine? Manze ni God ametenda. Kabisa. And ukilinganisha the other house mlikuwa mnahama pale, watu wanaweza kuwa wanauliza, but before to address your issue, sijui nianzie kwa gani, but wacha tuanzie kwa hii. Ile mkitoka kwa ile nyumba watu walikuwa wanauliza, because immediately after kutoka mlihama after ilikuwa 3 days, kumbuki vizuri after umekuja. Yeah. I think like less than 1 week. Ndio. Exactly the same thing ili happen na wakina Mzizas. Yeah. Directors tulienda kwa kina Mzizas, hata tukukaa sana. Yeah. Wakahama. So Nyinyi mko na nyota. Unashika kwanza hiyo. But then ukweli it's true. Mko na nyota. Ile time leo kina Mzizas did an interview. Though your interview to drop because of some issues. So wakahama, so tukakuja. Sasa hata nilikuwa naambia director, huyu Mungu anatenda mambo. So ni God, Mungu aendelee kwa bless. Ile mlitoka kwa the other side, watu wanauliza mlihama aje? Nini nilifanya mkahama?
Na mbona mlikuja hapa like mtalipa aje rent, wata mliza hizo maswali, nini lilisukuma mkama kwa ile nyumba? So kitu ya kwanza naongea tu ni watu walikuwa wanapush wakisema hiyo place sio poa kulingana na environment ya Mtoi. So watu walikuwa wanashinda wameinsist si mtoke hiyo place, but hatukuwa na uwezo, unaona, hatukuwa na ile uwezo ya kutoka kwa hiyo nyumba ya mabati hadi kwa one bedroom. So kuna our supporters in our TikTok account pale Dolly Family walitusupport kwa ile kitu yenye walitusupport, walituma do, wengine wakasema mimi nitakuwa nawasaidia hivi na mimi kulingana na mimi juu nafanya kazi pia, nikasema pia mimi nitakuwa najikakamua, at least natoa half of it nikienda job, najikaza cause it's my family, natoa half of it. Na wakasema yenyewe sitakuwa tunakusaidia every month na kitu kidogo ile yenye iko yeah. So nyumba ni pesa ngapi ama uko comfortable kusema? Unajua mtu anaweza amua kumlipia yeah, nyumba mimi niko comfortable kusema because nyumba ni tuseme tu kila kitu, tuseme ulipe maji, ulipe stima yeah, na hizi bills zingine tu kama garbage yote inakuja 14k, tuseme tu around 15,000. Okay, na nyumba okay, let's talk of nyumba now. Nyumba peke yake rent yake ni 10k. Yeah. So kama fans wangu wenye mna watch naomba kama kuna mmoja anapenda hii familia sana, anaweza okay, nataka tu mfano mmoja ama hata wawili, nataka tu mmoja ajitolee akuja awalipie rent au surprise na rent kama uko na uwezo, na kama una uwezo pia ni sawa. Like that's my request to my fans. So ukasema that I'll be producing a half, yana anatoa half analipa. Hiyo ni anonymous person, okay, ni mtu anataka kujulikana ama ni mtu amejificha? Sasa ni just a fan, our big fan amekufuatilia for long na sio mmoja, ni watu kadhaa. So huwezi wataja wote, but ile tu tunashukuru kwa hiyo ile Kenya walitufanyia na bado Kenya walituahidi kutufanyia. Yeah. Na Mama Queen, sijui niulize hii swali. Okay, how did you felt? Because niliona ile time mlikuwa mnahama kwa ile nyumba, you were so happy. You are the happiest person. From the look of things, you are the happiest one. Hadi unamwambia hizi unaacha, hizi wacha. How was the feeling? Nilisikia poa. Kwanza siku tulipata nyumba ndio siku tuliingia. Au Baba Queen ananiambia tuingie kesho aje. Hiyo usiku tukahama. Hakuna kungoja. Manze nilikuwa so happy. Venye pia fano walisema ile environment haiko conducive na mtoto. Tulitoka. Na sasa hapa Queen ako sawa na nafurahia tena sana. Kabisa. Hadi ukasema nani alikuwa anasema ati panya watatumiss? Nani alikuwa anasema hiyo? Baba Queen. Ati panya zitatumiss. Yeah, hadi sasa hapo unaweza acha chakula wazi, unaweza iacha ikwe open, unaweza weka yani hata ungo unaweza acha hapa ikae. Lakini kwa ile nyumba tulikuwa tunafungia kwa ndoo. Kama mlikuwa mnatuona na mandoo ya hizo ndoo ndio tulikuwa tunastore chakula zetu, vyombo zetu. Hata chakula imebaki tunaingiza ndani hiyo ndoo juu ya zile panya. Yes, so tumesema kuacha food sasa ni kama mende unaziita sasa. Stage hapa. Kula chakula yote. Ficha mende isipate hiyo chakula. And now mmehama mmekama hapa, but watu sana wanaongea online. You know, lazima watu waongee. Ukipost video pale TikTok watu wanakuja wanasema you are so lazy, umekatua hapo unaomba. Have you seen such comments? Na kama umeziona unaweza kusema vipi? For me still I'm working. Baadhi watu wajui na unafanya kazi. Hebu waambie unafanya kazi. Nafanya kazi tena kwa bidii sana my people. Na nafanya kazi ya motorbike kama boda rider. So mimi unajua mimi upenda kushow my real life. So mimi huonyeshana mostly hapa kwa nyumba
but at the work unajua ni mimi kuwa busy, so sinanga ile time ya kujirecord ama nini, but kila mara masaa zingine mimi hujirecord na post, but mostly mimi work na mimi hujirecord nikiwa kwa nyumba. Ile time nimefika niko na time na my family, hiyo ndio time mimi huwa najirecord. Na Mama Queen, how do you feel watu wakisema ati bwana yako amekaa tu afanyi kazi, ni omba ama hujaona vitu kama hizo? I'm not feeling good, lakini sasa obvious watu wataongea, bado tu itasemwa. For me, I know my man. Na ni mimi niko naye hapa, na yenyewe he is working, na venye mafans wetu wanatusupport. God akiplan anaweza nua motorbike yake na itakuwa ikuwe sawa kabisa. Lakini yeye hufanya kazi. Yeye hufanya kazi. Wale watu wanafikiria fanyi kazi, anafanya kazi. Ni vile hamwekei online muone, si ndio? Sasa ni lazima, yani tuna post. Sasa hiyo kupost wanaona ni kama haendi kazi, but yeye huenda anarudi, ndio rudi saa zingine kunywa chai, saa zingine arudi hadi jioni. Sasa huku nifaa na fit yake. Na by the way, kitu gani Baba Queen amechange sana? Like when you look at your man, kuna kale katabia alikuwa nako, lakini sasa hii aliachana nako. Ni katabia gani yako? Tabia Baba Queen amekuwa tu, yani amekuwa tu hajakuwa na kasoro. Baba Queen ako sawa, kwangu ako sawa. Unajua kwa wengine wataona hayuko sawa, lakini kwangu ako sawa. Siko na bahati. Hata unajua kuna zile tutabia tu akitumia kitu anawacha pale, but sasa yako sawa. So lazima mimi nashangaa hakuna hata moja. Akiacha it's my duty kuitoa hapo. Sasa siwezi mwambia Baba Queen kujuta hii kitu hapa. Hiyo si duty yake. Now tuambie pia isikuwe the same answer. Is there anything Mama Queen was doing and currently she left it? Kale katabia tu kafanya tule tutabia normal tabias na saa yako sawa. Kulingana na mimi nimeona changes. Nimeona changes cause tukiwa huko kwa hiyo nyumba ya mabati. It's like ni kama alikuwa ameboeka in other way, ameboeka yani, unaona. But sasa after tumehamia hapa, unaona tu ako happy, huku kidogo amegeuka kwa kitchen, huku kidogo kwa bedroom, huku kidogo ameingia kwa toilet yake, anashawa kwa bedroom, anazunguka. Yani ni different, yani ukiangalia, yani sasa hata amechange kabisa. Kama ni kufagia kwa ile space ya ku. Akitaka mcheze mapanga. Akitaka tu dance space iko. Unaona pale kwa ile nyumba venye tulikuwa tumekanga hiyo mattress yetu 6x6. Hatukuanga na hiyo space. Ile ati unaweza, yani ukitaka kupitana na mtu lazima yeye apite hivi ndio wewe. Naelewa. Sasa hii kuna very big change hapa kwenye tuko. Kabisa. Mama Queen, mbona ulikuwa unaboeka sana kwa ile nyumba? Tuambie tu kweli. Manze hiyo nyumba ilikuwa na stress. Hadi nilini tumekuwa huko nilini? Ilikuwa ni jana. Hiyo nyumba kuna time mvua ikinyesha, sewage inatoka na chini na jadi kwa nyumba. Sasa ilijaa jana, yani ndio ile condition. Sasa mimi huko na ile stress ya ukikanyaga tu hivi carpet, imagine unaona ile unyevu. Sasa ukiona hiyo unyevu, maji sasa inapanda. Sasa ile ilikuwa stress ya mtoi hiyo kugonjeka. Hiyo ndio ilikuwa inanipea stress. Anyway, ni sawa tu analawa hadi kifuti. But at this time, congratulations you guys for making a step. I'm happy for you guys. I saw that you guys have signed a deal. I don't know if I don't think I'll mention the name because okay, what I told you mention because they have done such an amazing thing to you guys. Nila Furniture wamemletea pale kitanda, sorry.
Alafu pia naona kids what? Kids corner. Baby Kids corner baby shop pale South B shopping center. Yeah. And how, okay, sitaki kuenda in details, but how is it getting such deals? Iko aje, mnajifeel aje kupata deals kama hizo? Ni our first branch. Kwanza Nila Furnitures to help. How do the first brand on bed na tunataka tena a lot. So Kids Corner pia wameamua kuchukua our baby girl as a brand ambassador. Na by the way, ni kitanda peke yake wameleta ama wana plan kuleta vitu zingine? So ni kitanda peke yake wameleta, but walituambia within time watatuletea vitu zingine za nyumba. Yeah. Lakini hawajaleta kitu kingine, ni kitanda. Kwa ni kitanda tu peke yake. Yeah, kitanda peke yake. Okay. Tunaomba mfanye mambo yenu kama ni la furniture na watu watakuwa pale kumsupport. Just do your best part and you guys, do these guys, anze mambo itakuwa fiti sana. So hebu tuzunguke tu kwa tutakuwa comfortable tumbe tu kwa iko sawa kila mahali. Yeah, tuanze. Hebu tuambie Mama Queen, hebu sasa wewe ni mama kitchen. Tuambie vitu gani huko una expect kutumia lakini ziko hapa. Siku hizi bila panga vitu kujua sio kwa ndoo tena. Hadi blue band nini? Yeah. Niliona Kabagara mahali. Iko wapi? Hata imeisha. Amerarua yote. Kabagara imeisha. Vyombo hapo. Sio kwa besheni. Si kwa besheni. Very nice man. Yeah. Ndio hiyo maneno. Ndio imeisha. Raha yetu imeisha, my God. Ni sawa tu. Sorry. Tunanua raha ingine. Guys, imagine walitoka kwa penye walikuwa wanaweka vyombo, sasa hivi wanaziona. Sasa hii lazima ufungue mlango ndio uone hizo vyombo. Hata ndio zenyewe tumetoka kwa balcony. Hizo vitu zile manini zile mandao zilikuwa huko. Acha nikuonyeshe. Unaona tumejeka kwa balcony sasa. Walai. Yeah. Very nice. So this is our balcony. A very beautiful balcony. Hata mwizi haiwezi kujua wamefunga. Ziko kila mahali. Haya, buti twende huku tena. Huku tuingie huku? Tuingie. Tufungulie tuingie. This is our bedroom first. Huko ndio mechi inafanyikia. Hebu acha light. Guys, just look at this very very nice bedroom. Yeah. Huko mechi ilikuwa haikuwa sawa. Mechi haikuwa sawa. Sasa hii mechi inapigika vizuri sana. Hii mechi iko sawa. Mama Queen. Yeah. Mambo iko sawa? Iko sawa. Kuja huku. Director aone. Kuja hapa hivi. Hadi kuna mtoi pale. Hapa kuna Mama Queen, tuambie tu kweli. Uko sawa? Hapo uko sawa. Juu naona kitanda iko fiti. Hii ni 6x6, 6x6. naiona kabisa. Congratulations guys. Nila, thank you so much for blessing this family. Now I'm sure you guys are going to do more than this. Yeah. Sasa hii unaweza mambo ikafanyika. Mama Queen ameangalia huko. Hapa kuna nini inaitwa aje? Wardrobe wengine hataki kufungua ndani waone vitu vyetu. Unaweza kufungua nini? Unajua tulikuwa tunaweka nini kwa magunia, lakini sasa hivi unaona vitu zimepangwa ndani. Hiyo ni ya Queen. Yaani kila mtu ako na yake. Hiyo ni ya Queen. Very nice man. Very nice. Sasa hakuna kuona nguo zako. Sasa hakuna story. Hapa tufungue. Nice. Cheki. Mnaona vile Mungu anafanya mambo yake kabisa. Cheki. Pia wewe kama uko kwa big city, unakaa the same place these guys were staying.
be sure one of these fine days you're going to move away from that place, right? Yes. Yeah, amen. So twende next Queen sayako na mali pa kulala. Hapa ni bathroom, si ndio? Bathroom and toilet. Bathroom and toilet. Yeah, hapo kuna hot shower. Director kama ni nimepita hadi ile bed sita tulianza. Hakuna haja ya soft dish. Hakuna haja ya soft dish. Soft dish weka sofa hapo. Tissue unaona hiyo nini kama ni kuoga. Maji ya. Sahi hata kama nini huko haiko comfortable ukioga hapa mna nini mambo inachemka. But it's a very nice bathroom. Iko sawa kubwa. Sahi ulikuwa unaenda unasema huko nini UTI ilikuwa. Sahi hapa iko sawa. unaona ukipata UTI pia ana cheat. Ukipata moja pia ana cheat. Yeye ana cheat. But ni ukweli. Akipata ana Okay. Akatuambia I have something for you. So sisi hata tulistuka. Mama pia anaweza kuelezea. Mama kwani hebu tuambie mambo ilikuwa aje? Ndio sema tu kuja kutubaia lunch. Tulia Queen apumzike na hii kitu kwanza. Tutamkata chumba isimkate mkono. Haya. Chukua Queen, jipe shughuli. Enda mshane. Alisema tu anataka kutubaia lunch. Baba Queen naye akateremka chukue wageni. Mimi natoka hivi bedroom naona kiti inaingizwa. I was shocked. Akatuambia hiyo ni surprise yangu. Manze tulifurahi tena sana. Okay, na pia meza. Meza pia ndio alileta. Nataka kujulikana. Amenyamazia hivyo, right? Alisema tu ni surprise. Is one of our gifter TikTok. Yeah, so alisema leo unajua yeye alitumana tu venye mama Queen amekuambia. So hata nyinyi mjika ni mama ama mwanaume? Tunajua ni mama. Yeah, tunajua ni mama. Wow. Yeah, so alituambia hiyo mimi nimewagift. Nawapenda tena sana Saduli family. Na mimi nimeamua kwa surprise na hiyo. Sio nilikuwa nafikiria ni chakula. Nyinyi mkaenda mkapata na hii. Juu yenyewe aliona our room vacant ni empty hapa sitting room. So I think alifikiria hivyo na sisi tunishukuru tena sana. Yeah. Okay, I think tumemaliza hiyo part. Thank you so much guys for being here, but before tumalize nataka muongee na mafans wenu. Wana expect nini? Alafu from there tumalize. So our fans first as Saduli family tunashukuru tena sana for your support. Na tunazidi tena kuomba mzidi kutusupport as a Duli family. So kitu ya kwanza naweza sema sisi tuko na as a Duli family tunajiita pale TikTok Duli family. YouTube mtu support pia tunaitwa Duli family. Tutathank tena a lot to subscribe hapo YouTube channel. Na let my wife talk to yeah. Wife, can you talk? Kwanza naweza sema thank you our fans. God bless tena sana.
imekuwa sisi kuanzia mwanzo hadi saa hii. Yenyewe nyinyi ni watu wa nguvu tena sana. God bless tena sana na mzidi kutusupport YouTube, TikTok, yani kila mahali. Natashukuru tena sana. Wow. Nice. Thank you so much guys for tuning in. I've been your host Martin Dean. Number 1. Na unaona tukitoka hapa hata kama next month, hata kama what I know is tukitoka hapa mtu anaenda kumsurprise is either ni kiti anything but senior director lazima anaenda kumbless. Sijui ni nani atambless but najua mtu anaenda kumbless. Ndio. So nyinyi mbaki, you guys continue doing the best. Mama Queen pole. So guys, thank you so much. Continue supporting the Dolly family. Wako na YouTube channel na inaitwa Dolly Family. Tutakuwa na pin pale chini. I want you guys to take them to watch this week. Unaona the coming next week. If they get consistent, I want you guys to take them to 15,000 subscribers. Come next week yote ikiisha hivi tumefika 15k. Sasa hiyo 7k, si ndio? 7k. So tukipiga by Wednesday tukue 10k, by Sunday next week tukue 15,000. Please, if you haven't subscribed, make sure subscribing to the YouTube channel. At this particular time, thank you so much for tuning in. Till next time, bye bye. In case of any support, mtu anataka kutoa namba ya simu. Namba ya simu ni 0745 777 123 ama unaweza tumia 0799 77 90 65. Nice. Yeah. Ni hayo tu, mbarikiwe, tuonane in the next episode. Bye bye.